Ninazungumza kitu kimoja Bwana akirudia mara kwa mara. Mungu akikupa nafasi ya kuiona siku nyingine, jifunze kuitumia hiyo siku. Zaidi sana siku ya kumwabudu yeye. Mungu akikupa nafasi hiyo, tumia nafasi hiyo. Haleluya. Tumia kama vile hautakaa tena umsifu Mungu. Kama vile utakaa tena umwabudu nani? Ukitumia namna hiyo, kila siku Mungu ataonekana mpya kwako. Kinachotupiga makanisani kitu hichi? Mazoea. Nini? Mbona? Kiambia cheza kidogo. Haleluya. Wewe mwenzako usicheze kama usijue unamchezea. Mwambie unavocheza, mwambie kuna mtu anakuona. Tena anakuona vizuri kuliko unavyojua. Mungu anatuona hapa. Haleluya. Mungu anafanyaje? Na kuna kitu jana nimekigundua ambacho Mungu anakihitaji bana. Nilikuwa nasemaga Mungu ana shida, kumbe Mungu ana shida. Narudia. Nilikuwa najaga bana Mungu ana shida. Hahitaji chochote. Lakini jana wakati niko na vijana wangu kwenye gari, nilikuwa namfundisha mmoja, mchungaji Samuel, nilikuwa namfundisha jambo fulani. Roho Bwana akanipa ufunuo, kumbe Mungu ana shida na uhitaji na yeye. Lakini uhitaji wa Mungu ni kitu hichi? Mungu ana shida na sifa. Ulizana na shida ya pilau. Ana shida ya mtoto. Ana shida hii? Ana shida ya sifa. Na ukimbariki kumpa sifa, kuna kitu lazima akupe. Narudia, ukifanikiwa kumpa sifa, kuna kitu lazima naye akupe. Hajasema anaketi kwenye maombi. Maombi anasema anajibu. Ila Biblia inasema anaketi kwenye sifa. Anafanya? Sasa hebu fikiria Samia Suluhu akaja kuketi katikati yetu na zile shida tulionazo za mtaani huko, labda kujengwa barabara, sijui kuvutiwa kijiji fulani umeme, tukaketi naye hapo. Yaani akitoka siku hiyo na umeme umeingia kijijini. Sababu amekaa katikati ya watu. Haleluya. Ndio maana sio rahisi umuone. Sio rahisi umuone yule mheshimiwa. Akitokea eneo amekuja kuvunja na kutatua tatizo. Kama rais wa nchi anakuwa namna hiyo, je, Mungu aliye hai? Anasema anaketi katikati ya sifa. Na tumeona leo kumbe ana uhitaji na yeye mmoja duniani. Kumbe Mungu ana nini? Tunajuaga Mungu ana shida bana, anahitaji chochote. Jana nikapata ufunuo, kumbe Mungu ana uhitaji. Uhitaji wa kupewa sifa. Na ndio maana akasemaje, ukitaka kujua uhitaji ulivyo wa Mungu akasemaje? Msiponisifu, mimi atafanyaje? Yatainuka, yatasifu. Kumbe bado anataka kungangania. Lakini pia akasema anaketi katikati ya nini? Maana akiketi yeye, nguvu zake zinaketi katikati yetu. Uwezo wake unaketi katikati yetu. Uponyaji wake unaketi katikati yetu. Neema yake inaketi katikati yetu. Majibu ya maombi yetu yanaketi kwa sababu hii moja. Ofisi yake inakuwa pale. Hatunaje tena kusema sisi tunaenda mbinguni tunaomba roho malaika wapeleke. Hawapeleki maombi tena. Yuko hapo katikati ana sign tu. Revina, hiyo shida yako imeisha. Sasa anaketi alafu anamkuta mtu mmoja.
huyu anipi mahitaji yangu. Anatafuta kina nani, kina Denosia Mboya hapo, anakuta Denosia. Anaangalia mara mbili. Ana stop kidogo hivi, anaweka pause. Alafu sio ile ya kuonyesha kama unataka kucheza. Ndio maana yake kwetu sisi kanisani, yaani tunacheza dance yoyote. Na usiangalie nini mtu anavyocheza. Mbona kama ajui machoni pako, lakini yeye kama amemaanisha kutoka ndani yake. Hata kama anacheza akajisahau tu anafanya hivi. Haikuhusu wewe, ile bado ikitoka wapi? Mungu haimsumbui yoyote, anachotaka yote itoke wapi? Ni kama vile hujui kucheza, lakini machoni pa watu hujui. Lakini kama ukianzia ndani yako, anaangalia kwanza ile pose hapo. Mwenye anafurahia, mwanangu anajitahidi hapa. Na kitu kimoja tu Yesu. Nabii Frank sijabeba mimi chochote nilichonacho cha kukusaidia. Ni Mungu ndiye amebeba. Na huyo Mungu kuna maelekezo yake na unaweza kufanya kazi.